Mwaka 2022 sio zamani sana. Ni mwaka ambao nilikuwa bado nina maisha magumu. Nilikuwa sina kipato cha uhakika. Nilikuwa bado kodi inanisumbua ya kulipa kwa mwezi. Nilikuwa ni kodi ndogo kabisa maeneo ya Riverside ambapo nilikuwa nikiishi. Lakini mwaka 2022 mwishoni kabisa nikaamua kwa dhati kwamba pamoja na kwamba ninafanya public speaking, pamoja na kwamba nina semina ambazo nazipata ni chache sana, pamoja na kwamba kuna biashara ambazo ninazifanya, pamoja na kwamba ninatafuta kazi, ninaachana na vitu vyote, ninaweka nguvu mtandaoni mpaka mitandao inipe matokeo, na nikaweka nguvu ya uhakika. Nikajifunza namna ambavyo mitandao inafanya kazi. Nikajifunza namna ambavyo naweza nikashawishi watu mtandaoni wakaniamini, wakanunua kwangu. Nikajifunza namna Facebook ambavyo inafanya kazi vizuri. Namna ambavyo Facebook inaweza kukupa matokeo. Ukirusha tangazo namna gani ambavyo inaweza kukupa matokeo. Posti gani zinaweza zikakupa matokeo. Namna gani ambavyo unaweza kuwashawishi watu wakanunua. Nikajifunza Instagram namna ambavyo inafanya kazi. Nikajifunza muda gani ambao watu wanakuwa wako active sana nikiposti posti zangu wazioni. Ni posti gani ambazo watu wanazipenda. Ni posti gani ambazo zinaweza zikashawishi mtu anunue. Ni namna gani ambavyo posti zangu zinaweza zikawa recommended, zikaoneshwa kwa watu ambao hawajanifollow. Ni namna gani ambavyo naweza nikajenga jina. Na nikwambie, nilitumia miezi mitatu tu, na baada ya hapo historia yangu ikabadilika kabisa. Kama kuna mtu alinijua mwanzoni au aliniona ukuaji wangu mkubwa, aliniona mwaka 2023 mwanzoni kabisa, na ikuchukua muda mpaka nikashinda tuzo kama Golden Man of the Year mwaka 2023. Sio muda mrefu sana, na ni vitu ambavyo hata wewe unaweza ukavifanya. Inawezekana leo uko kijijini, uko wilayani, uko mkoani, uko Dar es Salaam, uko sehemu yoyote ile, na mtandaoni haujawahi kuuza, au umewahi kuuza lakini bado matokeo yako ni madogo, bado mauzo yako ni madogo, bado wateja sahihi hawakufahamu. Kwa sababu hapa sizungumzii kuwa maarufu, nazungumzia kutengeneza pesa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Sasa ni kitu gani ambacho ukifanye ili mitandao iweze kukupa matokeo? Sasa hivi ninapozungumza hapa, Instagram na followers zaidi ya 300,000, Facebook na followers zaidi ya 100,000, TikTok na followers zaidi ya 250,000, na mitandao mingine bado inafanya kazi. Na nikikwambia WhatsApp nina namba ngapi, utaweza kushangaa kabisa. Lakini pia hata nina channel yangu ya WhatsApp ambayo ina watu wengi mno. Nimwafikiaje? Mimi wasiposti habari za udaku, siposti habari za michezo. Ninazungumzia mambo ya biashara, ninazungumzia mambo ya fedha, nazungumzia uwekezaji, nazungumzia maendeleo binafsi, ninazungumzia ni namna gani ambavyo unaweza ukafanikiwa. Ninafanya biashara, na kupitia haya watu wamekuwa wakinitambua, wamekuwa wakinifuatilia, wamekuwa wakiniamini. Ni kitu ambacho kinawezekana pia kwako. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulifanya leo, amua kabisa kufungua akaunti za mitandao ya kijamii. Fungua akaunti Facebook, fungua akaunti TikTok, fungua akaunti Instagram, na kuwa na namba maalum ya WhatsApp, ikiwezekana hiyo WhatsApp business kwa ajili ya biashara zako. Ukishafungua hapo, jambo la pili ni lazima ufahamu ni mtu gani ambaye unataka kumlenga. Unatengeneza content labda kwa ajili ya elimu, unatengeneza content kwa ajili ya elimu ya biashara, elimu ya fedha, elimu ya mahusiano, ndoa, malezi, taaluma, ujuzi, ni comedy, ni music, ni mapishi, ni ujuzi gani, mambo ya makeup, mambo ya decor, mambo ya sherehe, unataka umlenge mtu wa aina gani. Hiki kitakusaidia sana utakapokuwa uko mtandaoni, ujue utengeneze content za namna gani, maudhui, posti za namna gani, nini useme, nini usiseme, na mwisho wa siku ujue ni namna gani ambavyo unaweza kupata pesa. Watu wengi sana wanakosea mtandaoni kwa kuingia kwenye mitandao na kudhani kwamba watapata pesa kwa kila mtu. Hakuna soko la kila mtu. Ni lazima umjue ni nani ambaye unamlenga. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Na jambo la tatu, hakikisha kwamba unakuwa una lengo. Utakapokuwa una lengo, itakusaidia kila ukiingia mtandaoni unafanya hilo lengo, unafanya huo mkakati wa kuweza kukamilisha hilo lengo. Kwa hiyo uwe na lengo. Labda lengo langu mimi wana lengo paka la
idadi ya followers ambao nataka kuwafikisha kwa mwezi husika, na ikitokea kwamba sijawafikisha au mwezi ukaribia kuisha sijawafikisha, ninatafuta mbinu za ziada, kama ni kuongeza content, kama ni kufanya matangazo, kama ni shirikisha watu, ku-DM watu wale ambao sijawajibu message, ili wawe active, account yangu iweze kufanya vizuri. Yote utajifunza kwenye hii video, kuhakikisha kwamba unakuwa na lengo. Baada ya lengo, litengenezee mpango mkakati. Sasa hapa kwenye mpango mkakati ndipo siri ilipo. Unatengenezaje mpango mkakati wa kuweza kukua? Jambo la kwanza, hakikisha kwamba unatengeneza maudhui kila siku. Maudhui inazungumzia content kwa lugha ya Kiingereza, na ni neno ambalo linaeleweka zaidi kwa watu wengi. Napozungumzia content, ninazungumzia kile kitu ambacho unaposti. Sasa kuna content ambazo huwa zinafanya vizuri na kuna content ambazo hazifanyi vizuri. Wewe utengeneze content za namna gani ambazo zinafanya vizuri? Content ambazo unapaswa kuzitengeneza sio content za kuonesha bidhaa zako, sio content za kutangaza bidhaa zako kila siku. Ambacho unapaswa kukijua ni kwamba watu kwenye mitandao ya kijamii ni kama ambavyo wako nje ya mitandao ya kijamii. Watu ni wabinafsi. Watu wanapenda kujinufaisha wao kuliko kukunufaisha wewe. Kwa kila siku ukiwa unaenda yani wewe posti zako zote mkisema jamani, ninauza remote yangu ni nzuri, karibuni. Ninauza maua yangu ni mazuri, karibuni. Ninauza jamani smartwatch zangu ni nzuri na mikanda mizuri, karibuni. Ninauza t-shirt zangu ni nzuri, karibuni. Hivyo ni vitu ambavyo kila mtu anavifanya. Badala yake ambacho unapaswa kufanya, content ya kwanza ambayo ni muhimu sana na zipe asilimia kubwa zaidi ya 70% ziwe ni content kwa ajili ya mafunzo. Labda wewe unauza smartwatch, badala ya kuwa unaposti tu smartwatch kila siku na bei, anza kuwa unatoa mafunzo juu ya smartwatch kama hii ambayo nimeivaa. Unaweza kuanza kuzungumzia jamani, mimi ninauza smartwatch, toa elimu. Smartwatch ambazo ninaziuza ni tofauti na smartwatch nyingine. Hizi smartwatch kama ambavyo unaziona zina mkanda mzuri ambao ni leather. Huu mkanda unaweza ukakaa nao muda mrefu pasipo kuchubuka wala kuharibika. Lakini hii ni smartwatch ambayo inakufanya uwe nadhifu, uonekane nadhifu na uonekane umekaa kitaalamu kwa sababu ya mikanda ambayo ni mizuri. Lakini pia unaweza ukanunua smartwatch hapa kwetu ukanunua na mikanda mingine. Hii ni mikanda ambayo unaweza ukautoa kama hivi, unaweza ukatoa na huu alafu ukaurudisha. Kwa hiyo unaweza ukawa na smartwatch moja ambayo umenunua kwetu, lakini ukawa na mikanda hata 10 ambayo unakuwa unabadilisha kulingana na nguo ambayo unaivaa na sehemu ambazo unaenda, ukapunguza gharama za kununua smartwatch mpya kila siku ili uweze kuendana na nguo yako. Unaona, hizo ni content ambazo unaweza kuwa unazitengeneza na zikamshawishi mtu kuweza kununua kwako. Lakini pia unaweza kuzungumzia umuhimu wa smartwatch. Kwa mfano, smartwatch ina mambo ya unaweza ukapima mapigo ya moyo, unaweza ukapima hatua ambazo unafanya labda kwa watu ambao ni wa mazoezi, unaweza ukaweka alarm, unaweza kuunganisha na simu. Hizi zote ni faida ambazo kuna mtu akiona smartwatch unauza shilingi 50,000 anasema kwamba mimi nitoe 50,000 ninunue smartwatch. Lakini unapokuwa unatoa elimu ya vitu ambavyo vinatofautisha smartwatch na simu nyingine, au kwa nini mteja wako anunue smartwatch, atashawishika kuweza kununua. Lakini labda wewe ni dada, wewe ni kaka, unauza decor. Baada ya kila siku kwa unazungumzia decor, au jamani tunauza maua, haya maua ni shilingi 15,000, wakati mwenzako haya maua ya hivi, ninajua machimbo ambayo haya maua anauza shilingi 3,000. Sasa haya maua baada ya kusema kila siku wewe 15,000, anza kuzungumzia umuhimu wa kuwa na maua. Kwa mfano, kuna watu ambao wanatengeneza content, video zao hazipo vizuri, unaweza kuwa unazungumzia namna ambavyo maua yanaongeza uzuri wa ile video, namna ambavyo maua yanaongeza muonekano wa ile video, namna ambavyo maua yanatengeneza utulivu wa akili, yanapendezesha nyumba. Hizo ni content ambazo unapaswa kuwa unafundisha kila siku. Lakini pia unaweza kuwa unafundisha juu ya ubora. Kwa mfano, maua yale 3,000 mara nyingi nikifanya hivi tu huwa linachomoka, lakini hili unaona mpaka naweza nikalishika hivi huwa lisichomoke. Unaona, ni maua ambayo ni bora. Kwa hiyo unaweza kuwa unazungumzia pia hata ubora ambao uko nao. Badala ya kila siku kuwa unasema jamani mimi nauza bei nzuri, au jamani vitu vyetu ni bora, anza kuonesha ubora. Unaona, ili mpaka mimi ninafanya hivi lakini huwa halijafanyaje, halijachomoka wala halijaharibika. Kwa hiyo huwa mpaka nimelizungusha, nimelipiga chini, lakini halijaharibika. Hizo ndo content ambazo unapaswa kuzionesha.
Lakini hizo ni content za nini? Content za elimu. Ni content ambazo unapaswa kuwa unazifanya mara kwa mara. Unauza remote, zungumzia remote yako kwamba hii remote ni remote ambayo ni ngumu, ni remote ambayo haishiwi mabeti haraka, ni remote ambayo ni imara, hata kama una watoto nyumbani haziharibiki. Unauza mapazia, zungumzia umuhimu wa mapazia nyumbani. Zungumzia, siku nyingine unaweza kuzungumzia hata pazia, namna ya kuchagua mapazia. Hizo ni elimu, namna ya kuchagua mapazia ambayo yanaendana na muonekano wa nyumba. Unaona kwa mfano hii rangi hapa inaendana na haya mapazia, imetengeneza muonekano ambao ni mzuri. Lakini pia na hizi thamani ambazo ziko hapa zinaendana na mapazia, zinatengeneza chumba kinakuwa ni kizuri. Wewe unatoa elimu za namna hiyo, baada ya kila siku kwa unapost tu mapazia. Fundisha namna ya kutunza mapazia, fundisha namna ya kumechisha mapazia na nyumba. Zungumzia umuhimu wa kubadilisha mapazia kwenye nyumba yako. Zungumzia umuhimu wa kutunza mapazia vizuri. Hizo ni elimu zote ambazo unaweza kuwa unazitoa kwa wewe ambao ni muuzaji wa mapazia. Kwa hiyo ni mifano michache, ili video isiwe ndefu sana. Wewe unaweza ukaitumia pia kwenye biashara ambayo unaifanya. Unafanya biashara gani? Hizo ni content ambazo unapaswa kuwa unazifanya. Sasa kwa nini zinasaidia mtandaoni? Mtu ambaye anapenda mambo ya decor ataona hizo content zako, atakufollow kwanza, kwa anajifunza mambo ya nini, ya decor. Lakini pia atakuamini. Mimi bwana nataka kupamba nyumba yangu fulani, naonaga anafundishaga mambo ya upambaji na maua mazuri, nikienda kununua kwake atanishauri. Kwa hiyo watu sio kwamba wanakuja kununua tu kwako, watu wanajua kwamba wewe utawachagulia au utawashauri vizuri. Kwa hiyo mtandaoni sasa, kwenye content za elimu, kuwa mwalimu, kuwa mshauri na kuwa mtaalamu wa kuonesha hicho kitu, namna ambavyo kinafanya kazi, namna kukitunza, na kwa namna hiyo page yako itakuwa sana. Mimi ninafundisha watu namna ya kuagiza bidhaa China, ninafundisha watu namna ya kukuza biashara zao. Lakini kwenye page zangu niliamua sasa, baada ya kuwa natangaza jamani jiungeni na darasa, nikaanza kuwa nafundisha bure namna ya kuweza kuagiza bidhaa China. Ukiingia Instagram yangu kuna post nyingi, ukiingia Facebook yangu kuna post nyingi. Lakini ninyi ambao mmekuwa mkijifunza kule ndio hao ambao mmekuwa mkinunua vitabu. Nina kitabu cha namna ya kuagiza bidhaa China. Mmekuwa mkijiunga na madarasa, mmekuwa mkinunua vitabu vya machimbo ya Kariakoo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmejifunza kule, mmeniamini kiasi kwamba hata ukisikia mtu mwingine anauza kitabu cha machimbo anasema hapana, hakiwezi kazidi cha Kelvin Kibenje. Kwa sababu gani? Mimi nimetengeneza uaminifu, nimekuonesha kule mtandaoni, ukaniamini, ndio maana ukaja kununua kwangu, ndio maana ukajiunga na madarasa yangu, ndio maana ukatamani ndio maana ukanichagua niwe mentor wako, ndio maana ukaamua ujifunze kutoka kwangu, uhudhurie semina zangu, kwa sababu umeona vile vitu ambavyo nimekuwa nikivifundisha kwenye mitandao. The same pia na wewe, anza kushare mitandaoni bure. Na muda mwingine unaweza usione matokeo mwanzoni, ukaposti hakuna like, hakuna komenti, ukahisi kama vile hakuna mtu ambaye anafuatilia. Watu wanafuatilia kimya kimya. Ipo siku boom, utashangaa watu wana mauzo yanaongezeka, watu wanakushukuru. Kwa sababu gani? Ulianza tu taratibu kwa kuwasaidia kupitia ile mafunzo ambayo unatoa. Tengeneza content za mafunzo sana. Aina pili ya content, tengeneza content ambazo zinaburudisha. Sio mbaya, kuna challenge ambayo imetokea, anza kutengeneza content ambazo zinaburudisha. Kuna challenge msanii fulani katoa wimbo, kuna challenge, sio mbaya wewe siku moja pia pale dukani kwako ukawa unacheza, ukawa unazungumzia wimbo, au umeiposti, au hata unaingia tu, yani zile content ambazo zinafanyika pale, ukawa unaweka zile challenge ambazo zipo. Challenge unakuta muda huo labda msanii fulani mkubwa ametoa wimbo, tembea nao, tengeneza kichallenge tu kidogo, hata kama sio vya kucheza, sio kujidhalilisha, wewe tengeneza hiyo challenge, kwa sababu kuna watu ambao watakuwa wanaangalia zile challenge, watakutana na post yao. Kuna watu ambao watakuwa wanasikiliza zile nyimbo ya ambayo imetoka, watakutana na post yako. Kwa hiyo inakusaidia kuweza kufikia watu wapya. Na nyimbo nyingi unaweza kuzitumia for free kabisa mtandaoni, iwe Instagram, iwe Facebook, iwe TikTok. Kwa hiyo fanya hivyo. Njia ya tatu ambayo pia ni ya msingi sana, posti shuhuda. Kuna mteja ambaye amekuja pale dukani kwako, amenunua bidhaa, ameitumia, imefanikiwa. Post hiyo kama shuhuda. Kuna mizigo ambayo umeifunga, imeenda mkoani, unaweza kumpigia hata mteja wako, mtu akawa anakurekodi, ukaweka ameshapokea mzigo wako. Vipi umepokea mzigo? Ndio nimepokea mzigo. Vipi mwanzoni wakati ndio unataka kufanya manunuzi? Hivi ulikuwa unatuamini? Mteja atazungumza. Hiyo unaweza ukaipost. Tena hiyo ni nzuri kwa sababu haimuoneshi mteja, amesikia tu nini? Sauti. Kwa sababu kuna wateja wengine hawapendi privacy zao ziweze kutoka. Kuna mizigo ambayo umeifunga, ipige picha. Yale namba unaweza ukaficha pamoja na jina, lakini piga picha ile mizigo
mizigo, posti, onesha activity. Sasa content nyingine pia onesha activity ambazo zinafanyika pale dukani kwako, namna ambavyo unafunga mizigo, namna ambavyo unapeleka mizigo kwenye mabasi, namna ambavyo muda mwingine unapanda daladala, namna ambavyo muda mwingine unapanda pikipiki ili uweze kuwahi. Hizo ni content, zile harakati na activities za siku ni lazima uwe unazitengeneza ili uweze kuziposti. Kwa hiyo ushuhuda pia ni wa muhimu sana na activities pia ni za muhimu. Hizo ni content pia ambazo unaweza ukazitengeneza na ukawa unaziposti, na nikwambie zitakusaidia sana uweze kukua mtandaoni. Kuna msemo unasema kwamba content is the king kwenye social media. Hauwezi ukakuwa kwenye mitandao ya kijamii kama hautengenezi content. Content nyingine unaweza kuwa unazungumzia pia mada ambazo zinakuwa zinatokea kwenye sekta yako, zinakuwa zinatokea zile trend. Kwa mfano, wewe ni mtu labda wa home decor na kuna msanii fulani au kuna mtu maarufu au kuna kitu ambacho kimevuma cha kuhusiana na decor. Labda kuna sherehe imefanyika mpaka kuna keki, mpaka kuna mapambo mazuri ya kipekee. Unaweza ukaizungumzia ile event. Unaweza ukazungumzia ile mapambo, unaweza ukasoma pia ukajua yakoje, ukazungumzia ubunifu ambao umefanyika. Wewe ni mtu wa keki, kuna keki nyingi siku hizi ambazo zinatengenezwa, unaweza ukachukua zile picha unazizungumzia. Wewe ni mtu wa mahusiano, unazungumzia mambo ya mahusiano, ndoa. Kuna mambo ya ndoa nyingi ambazo zinatokea, vitu ambavyo vinavuma, unaweza kuwa unazungumzia pia zile mada. Ni kipindi ambacho unakuta watu wengi sana wanafuatilia kile kitu na unazungumzia hicho kitu. Kwa hiyo pia hata zile trending, zile mada zinasaidia sana. Na by the way pia kwa Tanzania watu wengi sana wanapenda kujadili matukio. Kwa kwanza kujadili matukio na mtu anataka kutoa comment yake, anataka ajue kitu gani ambacho kinaendelea. Kikubwa ambacho ninakusisitiza, hakikisha kwamba wewe hauharibu brand yako. Ni kitu cha muhimu sana. Na jambo la mwisho, ukitaka kukua kwenye mitandao ya kijamii, posti consistently. Posti kila siku. Ikiwezekana, tengeneza posti 3 kwa siku. Asubuhi, mchana na jioni. Mtu ana like, watu hawa like, wewe posti asubuhi, mchana na jioni. Lakini pia kuwa makini unapokuwa unafanya ile consistency yako, angalia ni posti gani ambayo inafanya kazi vizuri na posti gani ambayo haifanyi kazi vizuri. Hapo kwenye posti kuna posti za aina kama 4. Posti ya kwanza ambayo inafanya vizuri ni reels. Reels ni zile videos ambazo ni fupi. Video za sekunde 30, sekunde 60, hata chini hapo. Zile ni reels ambazo zinafanya vizuri na zinaweza zikafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo kama unatengeneza reels, zile videos, jitahidi uwezavyo uweze kutengeneza reels ambazo ni fupi. Mimi nilikuwa nikitengeneza reels nikienda kwenye machimbo, na jitahidi sana video yangu nifupishe, inakuwa fupi angalau ya dakika 1 au inakuwa ya chini ya dakika 1. Hiyo inanisaidia sana kuweza kufikia followers ambao sio wapya. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza videos, hakikisha kwamba pia unatengeneza videos ambazo ni fupi, zitakusaidia kuweza kufikia watu wapya. Video au posti ya pili, tengeneza carousel post. Ni zile posti ambazo ni za kuswipe. Zile pia zinasaidia sana kuweza kufikia idadi kubwa ya watu. Hizo posti za kuswipe ni zile posti ambazo mara nyingi zinakuwa ni za elimu. Unataka kuzungumzia hatua 5 za kuacha pombe. Unataka kuzungumzia hatua 5 za kupamba nyumba yako iwe kwenye muonekano ambao ni mzuri. Keki za aina 5 ambazo zinapendwa zaidi. Bidhaa perfume za aina 5 ambazo ni nzuri kwa wanaume. Perfume za aina 5 ambazo ni nzuri kwa mwanamke. Perfume za aina 5 ambazo ni nzuri kwa watu wa ofisini na corporate. Perfume 5 ambazo ni best kwa ajili ya harusi na sherehe. Zungumzia vitu vya namna hiyo. Mawigi ambayo ni mazuri, unaweza kutengeneza zile carousel post. Natumia Canva au CapCut. Unatengeneza zile carousel post, unaweza kuweka pale na picha ya hivyo vitu ambavyo unavizungumza. Hata muda mwingine unaweza usiweke picha, lakini carousel post ni nzuri, utaweza kufikia watu wengi sana. Na mimi natumia carousel post mara nyingi kwenye mitandao kwa sababu kwa mfano Instagram, siwezi nikatengeneza video mara nyingi ya dakika 1 au ya dakika 1.5 kwa sababu mimi posti zangu ni za kufundisha. Kwa hiyo siwezi nikafundisha kitu kikaeleweka vizuri kwa dakika 1 au dakika 1.5. Mara nyingi nitahitaji labda muda mrefu wa kuweza kufafanua. Mimi mwenyewe napenda hivyo. Naweza kufafanua mpaka kila mtu aweze kuelewa. Kwa hiyo mimi natumia carousel, ndio zinakuwa ni nzuri zaidi. Posti aina 3 ni single post. Unaweza kukuta ni picha ambayo inaweza kuwa na taarifa, lakini hazifanyi vizuri sana ukiposti kama picha tu. Ni vizuri sana ukaposti kama meme. Meme pia zinafanya vizuri. Kwa hiyo ukiweza kuposti zile memes, huwa ni nzuri zaidi kuliko kuposti
picha. Lakini mwisho pia kuna zile videos ambazo ni ndefu, ambazo sio reels. Zile pia ni nzuri kama tayari una watu wengi, lakini kama una watu wengi au jijenga brand, sio video nzuri kwa sababu zinachosha, zinazifikia watu wengi. Kwa kama unatengeneza video ya dakika 5 sio ya dakika 10, sio video ambayo ni nzuri sana. Jitahidi kutengeneza videos ambazo ni fupi. Njia nyingine ambayo unapaswa kuifanya, anza kwenda live. Inaweza kawa sio kila siku, inaweza kawa hata mara moja kwa wiki au mara 3 kwa wiki, lakini unaweza kuwa unaenda live. Kuna kitu kile ambacho kimetoka au kuna kitu ambacho unataka kuelimisha watu wako, anza kwenda live. Hasa ukishaanza kupata watu wengi kwa Instagram. Kwa TikTok ukishapata followers hata 1000, anza kuwa unaenda live mara kwa mara. Itakusaidia sana kuweza kuuza, kutengeneza uaminifu na watu kukukubali. Kwa hiyo usikae tu mtandaoni alafu hautengenezi hizo videos ya wendi live. Live itakusaidia sana kuweza kutengeneza awareness, uweza kuaminika. Nenda live mara kwa mara, utaona matokeo, account yako itaanza kukua. Kuna mtu ataanza kushare zile live zako, itakusaidia sana. Kwa TikTok ndio muhimu zaidi. Hakikisha kwamba haumalizi wiki nzima ujenda live hata mara moja. Na muda mwingine unaweza kutumia live zile pia kwenye mauzo. Jambo jingine ambalo ni la muhimu sana ukitaka kukua mtandaoni, mwanzoni wakati unaanza, kuwa na consistency ya muda. Unaweza ukawa unaposti asubuhi na mapema watu wakiwa wameamka, yani kabla ya saa 2 unashusha post yako. Mimi nilitumiaga huu mpango mkakati, ni kwaga kila asubuhi saa 12:45 nina posti moja. Kwa nini nilikuwa nina posti asubuhi? Kwa sababu watu wengi asubuhi wakiamka, kitu cha kwanza ambacho wanakifanya ni kushika simu zao. Kwa hiyo watu wakishika simu zao walikuwa wanakutana na posti yangu tayari nimeshaiweka pale. Lakini pia mchana pia ni muda mzuri, watu wakiwa wako kazi, wameenda kula, ni muda mzuri pia kwa wewe kuweza kuposti. Na muda mwingine mzuri ni jioni, watu wakiwa wanarudi nyumbani, ni muda mzuri pia wewe kuweza kuposti video yako au posti yako. Jambo la mwisho ambalo unaweza ukalifanya pia kwenye Instagram, kuna Insta stories. Zile stories pia ni kwa ajili yako, usiziache tu. Stories ni nzuri pia kuweza kutengeneza brand awareness, watu wajue kwamba upo. Ambacho unapaswa ukifanya kwenye Insta stories, wewe unaposti mara kwa mara, angalau hata mara 3 kwa siku. Lakini pia unaweza kuona vile challenge, mtu aulize maswali, mtu like, mtu comment, mtu abonyeze vile vipolls. Vinasaidia sana kuweza kutengeneza engagement, lakini pia itakusaidia uweze kujulikana kwa watu ambao wamekufollow. Unajua kuna watu wengi sana ambao wamekufollow lakini hawajui kama upo, hawajui ni kitu gani ambacho unakiuza. Kwa hiyo hakikisha kwamba zile Insta stories unakuwa unazitengeneza mara kwa mara. Na wewe mwingine ambaye unaanza una struggle sana, unaweza upande wa Facebook pia kuna magroups, kuna Facebook Market pia, zile sehemu zitumie. Unaweza ukawa unaingia kule, una comment, una post bidhaa zako, hiyo inakusaidia uweze kuonwa. Tengeneza content, tengeneza videos mara kwa mara, fanya hivi vitu na kuweza kufanya kwa mfululizo kwa miezi 3, ninakuhakikishia kabisa utaweza kupata attention, utaanza kuongeza mauzo, utaanza kutengeneza brandi. Na ukiweza kutengeneza videos zako ambazo ni nzuri, picha zako ambazo ni nzuri, quality kabisa, itakusaidia sana kuweza kupenya kwenye akili ya watu na kuweza kutengeneza brandi na kuanza kupata pesa. Usipuuzie kabisa mitandao ya kijamii. Usipuuzie kabisa biashara mtandaoni. Fanya hayo mambo na yatakusaidia sana. Kuna nyenzo za muhimu sana ambazo unaweza kuzitumia zikakusaidia kwenye hivi vitu. Tumia AI, ChatGPT, uliza kule maswali. Labda unataka content, unaweza kuuliza ChatGPT kwamba mimi ninauza mikoba, naomba content ambazo unaweza nikatengenezea videos zikashawishi. Unaweza utakuwa unauliza hata kila siku au kila baada ya siku ngapi, itakuwa inakupa content ambazo ni mpya. Ingawa pia pale unaweza kuitumia tu kama mwanzo wa kuweza kupata idea, lakini ukisoma pale unaweza kujua mimi naweza kufanya kitu hiki, naweza kufanya kitu hiki. Unaweza sio tegemezi sana kwa ChatGPT au kwa AI yoyote ambayo unaitumia, lakini ukawa unapata ideas. Unaweza pia hakikisha umedownload pia app ya Canva, nimezungumzia pale, itakusaidia kutengeneza carousel post. Lakini pia download au kuwa na app ya CapCut, hiyo itakusaidia kuweza kuedit videos, itakusaidia kuweza kuongeza sauti kwenye videos, itakusaidia kuweza kuunganisha videos, itakusaidia kuweza kuweka maneno kwenye videos. Mitandao ni ajira, mitandao ni biashara,
Mitandao imewapa watu utajiri, mitandao imewafanya watu kuwa maarufu, mitandao imewafanya watu kukuza biashara na kutengeneza biashara ambazo ni kubwa. Na kwako inawezekana ukiamua kuanza, ukiamua kuweka hapo nguvu. Anza sasa hivi, naweka hapo nguvu na kuhakikishia kuna matokeo makubwa ambayo utayaona na utayafurahia mno.